Ubunifu wake unawashangaza wengi na uwezo wake wa kufanya mambo makubwa licha ya kufeli kidato cha 4 umewavutia mamia ya Watanzania. Nidhamu ni kipaumbele kwake. Moyo wake wa kusaidia wengine ndio unamfanya awe juu daima. Kwa majina yangu naitwa Oscar Phineas. Hadi saizi na miezi 2 nikiwa nafanya kazi hapa kwa Mabilika Innovation Company. Na mimi ni fundi, japokuwa mimi ni fundi kwenye upande mzima wa kuchomelea na kufungua mainjini kama haya. Lakini pia kutengeneza kitu ambacho kinaweza kikawapa ajira vijana wengine. Ambapo ametengeneza ubunifu wake, sio kwamba amesoma, ni ametumia akili yake kutengeneza hivi vitu. Lakini pia baada ya kutengeneza hivi vitu ni vitu ambavyo vitarahisisha vitarahisisha tuseme na kunufaisha wakulima, kwa sababu hivi vitu atengenezi kwa gharama kubwa. Cha kwanza anatengeneza kwa gharama kidogo, tofauti na mashine ambazo au trekta zinazonunuliwa nje ya nchi kama China. Kwa hizi hapa anatengeneza kwa maana kwamba ina uwezo wa kumfikia Mtanzania yoyote ambaye yuko hapa akaweza kuinunua, hata kama ni mkulima wa China anaweza kununua mashine zetu hapa. Kweli najivunia kwangu mimi na nafurahi sana, kwa sababu kuna vitu vingi nilikuwa sivifahamu. Ushaona, nilikuja hapa nafahamu kuchomelea na kufungua, lakini pia hadi saizi na uwezo wa kutengeneza na kumodify mashine zingine, kwa sababu niko hapa. Lakini naendelea kuongeza ujuzi kwa sababu niko mahali hapa, akiendelea kunielekeza vitu vingi sana. Kipaji chake ndiyo nguzo pekee anayoitegemea, na kwa sababu amekiheshimu na kukitumikia, basi kimemheshimisha aswa. Mambo vipi? Leo ni siku nyingine, siku ya tarehe 13, siku ya Jumamosi. Hii ni Mlimani TV na leo tupo ndani ya wilaya ya Ubungo, kata ya Goba. Huu ni mtaa wa Kutili. Mimi naitwa Efraim Maidha Chongolo na leo nimekuja hapa kukuletea habari ambazo unaweza usiwe unazijua sana, ambazo zinatokea katika jamii yako, habari za kisayansi. Unajua, katika nchi yetu ukisikia au ukiliona trekta, katika akili yako, akili inakupeleka India, inakupeleka China, inakupeleka nchi za nje, kwamba hayo ndiko yalikotokea huko. Lakini mimi nimekataa. Mimi nakuleta Ubungo. Ukiliona trekta, akili yako inabidi ikupeleke Goba, Ubungo. Tunaenda kukutana kijana ambaye ana uwezo wa kutengeneza matrekta from the scratch, nikimaanisha kutoka mwanzo mpaka mwisho kabisa, kupata trekta zima na watu wakaitumia. So leo nipo Goba, nimekuja kukutana na kakaangu hapa. So kabla sijaongea mengi sana, na tamani yeye binafsi ajitambulishe kwamba yeye ni nani, kwa sababu mimi mwenyewe simjui. Wewe pia unaweza ukaa humjui. Kwa hiyo yeye atajitambulisha yeye ni nani. Ya, karibu sana kaka. Asante. Labda kwa mtu ambaye hakujui, unaitwa nani? Innocent Mabilika. Ndio ile Profesa Mabilika. Una ndoto kubwa kaka. Okay, Innocent, hii shughuli ya kutengeneza matrekta, nikisema matrekta au nikisema matrekta nitakuwa nimeongea kwa udogo. Nitumie neno gani labda? Mitambo ya. Hii shughuli ya kutengeneza mitambo ulianza lini? Sababu nimeanza kama kipaji cha kubumba maji. Baadaye nimeingia kutengeneza plastiki. Baadaye chuma kama. Hiyo ulianza ukiwa sekondari au shule ya msingi kabisa? Huko kutoka shule ya msingi ulikuwa unaanza kutengeneza yale kama magari ya udongo vidogo vile. Okay. Sekondari ikawa inaendelea hiyo passion. Sekondari. Yeah. Niliacha udongo primary. Kwa sekondari nikawa nabidi na plastiki zaidi. Kwa hiyo unatumia plastiki. Kwa gari ya udongo nikaendelea zaidi mpaka kwenda kwenye plastiki. Okay. Sema plastiki maana yake ni madini yale ya mafuta. Okay. Na kata na kisu na choma na spoke na moto na unganisha body sana. Utakiona kuna kijenerator fulani hivi nilitengeneza kidogo. Utatuonyeshia huko. Nitakuonyesha. Okay. So baada ya kumaliza sekondari ukafaulu vizuri, ukaendelea. Mimi nilifeli na
sikumaliza vizuri kwa sababu niliondoka shule mwezi wa 5, angali mwezi wa 11 ndio mtihani. Baada ya kuondoka nikaanza kuzunguka, sasa niko nafanya hizo shughuli na hiyo filmu za kuchomelea sasa. Sababu passion yangu ilikuwa kutengeneza tu hizo vijali okay, plastiki. Mimi nilikuwa nitengeneze vitu vikubwa. Kwa hiyo nilipokuja kugundua kwamba nahitaji kujua kuchomelea, ikabidi nianze kujua kuchomelea. Nikaanza kuitafuta ile hali ya kujua kuchomelea. Kwa hiyo ukiwa sekondari ulikuwa tayari umeshajua kwamba mimi passion yangu ni chomelea, kutengeneza mitambo na vitu kama hivi. Yes. Nadhani hata kufeli shuleni ilikuwa ni kwa sababu mawazo yangu makubwa nilikuwa naelekeza kwenye hii mitambo. Ulikuwa unaona kama mbona vitu ninavyosoma shuleni ni tofauti na vitu ambavyo huku shuleni nafundishwa sijui manini, yani sijui vishazi, Kiswahili nini, lakini huku kuna namna unaona kuchomelea zaidi. Unaona huku ndio uhalisia wa maisha ya baadaye. Okay, so sababu kubwa ambayo ilisababisha labda wewe usifanye huo mtihani wa form 4 ilikuwa ni labda ulifanya ila ndo nilikuwa nishatoka na leni. Maana nirudi kufanya tu mtihani. Matokeo tu yako nilitokea na yenyewe akaja nishafeli. Okay. Mwenyewe ndo naona nitafaulu. Safari yako baada ya kumaliza form 4 ndo ukasema ukaingia kwenye engo ya kuanza kuchomelea sasa serious. Unaweza ukatupitisha kwa ufupi baada ya kumaliza hapo form 4? Mara ya kwanza nilivyotoka form 4 nimeingia mtaani nikatengeneza mashine ya plastiki ya kupukucha mahindi. Ya plastiki. Baadaye kuna mtu fulani akaiona katika uplastiki wake, akatamani niikuze iwe ya chuma iende kwenye uhalisia, kwa sababu na yeye alikuwa na hobi ile ya kuona kipaji kinachoweza kufanya makubwa zaidi. Okay. Na aliona mbali zaidi, ndio maana kile kitu alitoa fedha moja kwa moja ili mimi nikuze, na nikakifanya mwanzo mpaka mwisho, na nikaoperate, akatamani nifanye 5 zaidi, nikazifanya mpaka zikafikia. Serious, mashine ya plastiki yani ikawa inafanya kazi kabisa, mahindi yanapukuchika. Yani ya plastiki, lakini akataka niikuze kwa maana ya kwamba nitoke kwenye plastiki niende kwenye chuma. Ila kipindi ipo kwenye plastiki ilikuwa ina kidogo, yani muonekano tu nikielezea mechanism. Okay, ilikuwa ni kama demo, kama prototype hivi. Okay, kama model fulani. Okay. Okay, na ikafanikiwa baada ya kuifanyia innovation. Nilipofanya kubwa sasa ya chuma katika muonekano ule ile vipimo tofauti, maana yake vimekuwa. Maana ilifanya vizuri na iliperform vizuri na ilikubalika kwa sababu uzuri nilifanyia mazingira ya chuo cha VETA. Okay. Kwa hiyo accessories zote zile za kufanya kazi zilikuwepo, yani zana zote zilikuwepo. Ni swala tu la kushirikiana na mtu fulani, njoo nisaidie hapa, kwa sababu sikuwa na ueledi mkubwa katika kuchoma. Okay. Kwa hiyo nilifanya nikamaliza na ikafanya kazi. Na yule mkuu wa chuo cha VETA akatamani nifanye nyingi zaidi. Nikafanya. Na wanafunzi walizikubali, ziliwarahisishia kazi na ziliperform vizuri. Nimeona umetaja kuhusu chuo cha VETA. Inamaanisha kwamba baada ya kufeli form 4 na kuingia mtaani kufanya hizo issue zako za kuchomelea, ulipita pia na VETA kwenda kujiendeleza zaidi? Hapana, sikupita VETA kwa ajili ya kujifunza labda kuchomelea, kujifunza chuma. VETA mimi nilienda kukamilisha wazo la plastiki. Kwenye project yako tu kwamba ulienda kuikamilisha zaidi. Na nilikuwa sitegemei kama itakuwa project kubwa namna hiyo. Nao ni kwa sababu nilipata media moja inaitwa Mpanda FM. Na maana ilinikuta mtaani. Hata kunikuta mtaani ikaniita kwenye kipindi. Nilivyo perform kipindi, yule mkuu wa chuo cha VETA bahati nzuri alikuwa anasikiliza jioni. Na kipindi kinaitwa Jioni Mali Zao alafu Sakatonge. Kwa hiyo nilipita nacho kile kipindi, aliposikia akatamani kunitafuta. Kwa ile kunitafuta ina maana tayari nikawa nimeingia kwenye mfumo ambao ni mzuri, kuna muendelezo. Alipokiona kile kimodo nimeingia nacho ofisini kwake, basi moja kwa moja alisema nataka kitu kifanyike kwa ukubwa. Na mimi nikaingia sehemu ya wataalamu zaidi, nikawaambia bwana nataka nitumie hichi na hicho, akasema vinapatikana. Akaandika BOQ ikaja kama 800,000. Kaingia sokoni kuchukua matiri, nikafanya vile vitu. Mimi natamani nijue zaidi kwa sababu nimejaribu kuulizia pia kuhusu VETA, nitaka nitambue kwamba labda ulirudi tena shule kupata ujuzi zaidi. Sasa swali langu ni kwamba
huu ujuzi wote ambao upo nao mpaka sasa hivi na vitu vingi naamini unaendelea kujifunza sasa hivi, unaendelea kuvijua zaidi. Huu ujuzi umeupatia wapi? Au ndio ile tu kwamba kipaji tu? Sana ni kipaji cha kuzaliwa, kwa sababu ukiangalia hata mama yangu mimi ni mzazi. Bado ukishusha injini hapa ya 4 horsepower labda 14 ngapi mpaka 20 na stoni moja atakufungulia atakurudishia na atakwenda kafu. Bado baba pia ni mtu ambaye anadili sana na injini za matrekta, lakini ni mtu ambaye anadili sana na mifumo ya mitambo. Yeye na yeye ana kipaji, maana hata la 7 ya jamaliza. Mama ndo kamaliza la 7. Lakini pia na mdogo wangu wa kiume ananifuata, ni injinia wa matrekta na yeye alishia form 2. Na mdogo wangu wa kike anayefuatana na huyo naye ni fundi wa kuchomelea, ila nimemfundisha mimi. Bado na kaka yangu anayemfuata ni fundi. Kwa hiyo ni kama familia, yani familia ya vipaji. Yani hiyo ni kwamba kipaji cha kuzaliwa. Sasa kuna baadhi ya vitu vya kiufundi kabisa ambavyo wanavitumia hata mainjinia, watu walioenda darasani kabisa, vya kiufundi kabisa, labda vina majina fulani nini. Wewe vile unavijuaje zile technique nini? Au unakuwa labda unaingia mtandaoni unajifunza mwenyewe? Napenda sana kutumia mitandao. Kwa hiyo mitandao mimi nimeifanya inipe matokeo chanya. Okay. Mtandaoni ili ni comment matusi, nitukane watu au nifanye hivi. Mimi naingia mtandaoni kujifunza namna ya kufanya zaidi ya kile nilichokifanya jana. Kwa sasa hivi nataka nijue ni project ngapi ambazo tayari mmeshazifanya, labda kazi ngapi mpaka sasa hivi, labda kama trekta ngapi au mitambo mingapi ambayo mpaka sasa hivi mmeshaibuni na imekamilika kabisa, au mengine ushaiuza kabisa kwa makadirio? Sababu hapa sitengenezi matrekta tu. Mimi natengeneza mashine nyingi mbalimbali. Mashine za kupukucha mahindi, kupanda maharage, yani mashine ya kila namna, kwa sababu mimi natengeneza kulingana na wazo la mteja. Kwa mfano wewe mteja umekuja hapo unatamani labda mashine fulani ambayo pengine ushakuiona uje kuiona kabisa. Mimi nitakuuliza unatamani iweje. Nitasema mpaka rangi naitaka. Nitadesign kulingana na hitaji lako wewe. Ukiangalia hata kama hii trekta umeiona ni hitaji la mteja. Alitamani ya design hiyo trekta yenye ufanano huo, yenye muonekano huo, yenye kazi hizo ambazo yeye kwa ni kazi nyingi. Yaani kuzihesabu ni ngumu kwa sababu nimeuza kazi nyingi tofauti na hapa. Lakini hapa pia nimeuza na kazi nyingi tofauti. Na feedback za wateja zinakuwaje? Ambao wanakuwa wananunua hiyo mitambo, labda haisumbui huko, inafanya kazi vizuri kabisa. Feedback zao waga zinakuwaje? Feedback ni nyingi na ni nzuri. Zipo feedback ambazo zimewahi kurudi zikiwa zinatamani kufanyiwa marekebisho. Tukazifanyia marekebisho na zikawarudia wateja wakaendelea kuzitumia. Lakini pia ni mashine ambazo tunazifanya kwa weledi sana. Sababu sifanyi peke yangu. Mimi ndio kipaji, lakini mpaka sasa hivi nimeajiri watu wengi. Kaona vijana wangu ni wengi, maana baadhi yao nimeangalia na huko ndani workshop na technical wale ma professional ni sana. Okay. Wako wawili. Maana kuna watu kabisa ambao wamesoma mechanical. Sio ni timu wa Mbeya University ile na Musti Alafu kuna mmoja ni timu haya Uyulizi wote. Hao ni watu wa mechanical engineering, chora na nini. Wana degree kabisa na wamewaajiri. Yes. Okay. Lakini pia nina watu kama watu wa masoko. Na mmoja yupo sales and marketing. Na mmoja yupo amemalizia hapa chuo cha uhasibu. Lakini pia kuna mmoja amemalizia hivi kwa kiume. Kwa kuna wa kike na kuna wa kiume. Hawa wote ni kwa sababu ya kipaji, lakini pia sababu ya utu na kutazama kwamba ulimwengu tulionao ni kusaidiana na mimi tuwe kama team pia tufanye mambo makubwa zaidi. Kuna mafundi wasaidizi ambao wako ndani ya kampuni. Okay. Sababu hii tayari imekuwa kampuni na watu nje, na mimi kuna watu ambao wapo wana push ili iende mbali zaidi. Sure. Kwa hiyo kuna watu zaidi ya 16 ambao ni wasaidizi pia. Utaona vijana kila mmoja na sekta yake, unamwona mwingine anafunga hydraulic kama mwingine anakata hiki anafanya, na wote hao wana maelewano na mimi kuhusiana na ujira wao. Kwa hiyo kwa approximation mpaka sasa hivi unaweza ukawa una vijana kama wangapi? 22 ambao katika hao wale professional kabisa ambao wamepita vioni ni 4. Okay.
Ndugu mtazamaji wa Mlimani TV, naona ni namna gani mwenyewe unajionea kwamba Mr. Mabilika mambo makubwa anayoyafanya, hiyo yote ni kwa ajili ya kipaji chake tu alichonacho. Mr. Mabilika form 4 anakwambia alifeli, lakini alikuwa ana hiyo passion, ana hiko kipaji cha kufanya mambo makubwa, kuchomelea, kutengeneza mitambo, na passion pekee ambayo alionayo imempelekea yeye kufika hapa, pamoja na kujifunza mambo mbalimbali huko mtandaoni, lakini hajawahi kurudi shule tena kujifunza hivi vitu. Hivi vitu ni kipaji, na yeye ametuambia kwamba kipaji kutoka kwenye familia yao. Utaona ni namna gani kwamba familia yao tunaweza nikaita family of engineers, familia ya maengineer. Sasa Mr. Mabilika, mimi nina swali moja. Unajiona wapi ndani ya miaka 5 ijayo? Ndani ya miaka 5 ijayo natamani nione mbali, kwa sababu mimi naanza kwa plastiki kama nilivyosema. Umeanza chini kabisa. Umeanza kwenye udongo kama ulivyoniambia. Oda za watu wengi mpaka yani naonyesha sasa kwamba bado nahitaji na zaidi waongezeke ili tuweze kuzimaliza. Kwa natamani sana kufika mbali na malengo makubwa. Yani hii mitambo ambayo naifanya kama trekta, natamani walau kwa mwezi nizalishe matrekta 4-5 yasaidiwa. Lakini pia natamani kumgusa kila mmoja, kwa maana ya kwamba naamini sio kila mmoja yetu Mtanzania ataweza kununua mashine ya milioni 50. Ingawaje wapo kwa uchache wataweza kufika, ila naamini nitakapomtengenezea mtu matrekta ya milioni 15, 12, 13 mpaka milioni 8 wataweza kununua kulingana na nafasi ya kila mmoja. Kwao nikijiacha kujizungumzia mimi tu kama mimi Mabilika, natamani kampuni ya Mabilika Machinery Innovation na memba zake waliopo tufike mbali zaidi na tuwafikie kila mmoja ndani ya miaka 5. Ndio. Moja ya kitu ambacho kitavutia watu wengi zaidi, hata mimi mwenyewe kimenivutia, ni kusikia kwamba kila kitu unachokifanya wewe ndio unakianzisha. Nataka kujua vifaa ambavyo unavitumia kutengenezea mitambo hii vinapatikana mazingira gani? Aidha una export, unatoa kutoka nje, au vipo hapa around the country? Vifaa vingi viko hapa, na nisiwe muongo, niwe mwazi kwamba toka nimeanza kutengeneza mashine sijawahi kuagiza kifaa, na wala sitamani kuagiza kifaa, ila ninachokitamani labda nikuja na Mabilika Machinery Innovation yenye brand zenye injini zake. Hicho ndio nitatamani kuagiza. Lakini mashine zangu zote ninazotengeneza, vifaa viko hapa na viko katika mazingira yetu kila siku ya nyumbani, kwa maana ya kwamba leo nitatumia gearbox fulani ambayo inapatikana mazingira yote, nitatumia differential fulani inapatikana mazingira yote mjini na kijijini. Hii ni kwa ajili ya kuwaokolea wale members watakaonunua na wateja wangu, kuwaokolea gharama, kana kwamba nikimuuzia kwa kifaa cha kuagiza nje atanunua sawa, lakini atakapo operate ikafikia muda wake wa kutumika umeisha, ataanza kuingia gharama tena cha kukitaka kile kifaa ili kimsaidie. Sasa ile kuagiza mwezi kurudi mwezi tayari ashapoteza muda. Kwa vifaa vingi vinapatikana na vipo sana, vipo hapa nchini, dukani vipo, mitaani vipo vingi. Sasa kuna kitu kinaitwa Costech. Unawajua vizuri? Costech na hapa. Ulishawahi kuwasiliana nao labda kujua ni namna gani wanaweza kukusaidia katika lengo yako, kwa sababu unafanya issue za technology, issue ya mitambo hiyo, issue ya kuzalisha ni science hiyo kwa ujumla. Kwa namna moja au nyingine, labda ushawahi kuwasiliana nao wala ushawahi kupatia misaada yoyote kwa kumotivate au kukupush zaidi kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine? Nimefanya mawasiliano na baadhi ya viongozi kutoka Costech, lakini pia na watu wengine mbalimbali kutoka mashirika mengine ya umma yanayohusiana na masuala ya vipaji pamoja na urasimishaji wa hicho ninachofanya. Kwa bado tuko kwenye mazungumzo, hatujafika mwafaka kwamba tutafikia mwafaka gani, lakini sehemu nyingi na mawasiliano nazo kuhusiana na hicho ninachofanya, na ninatamani sana kukirasimisha sasa kiwe rasmi
ili kimfikie kila mmoja mmoja. Nadhani ni swala la muda na wakati sahihi utakapofika tutafanya kubwa zaidi. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukipata nafasi ya kukutana naye sasa hivi, ukapata huo mwaliko kwenda Ikulu kama kijana ambaye anatengeneza vitu kama hivyo, utamwambia nini? Cha kwanza ambacho nitaongea na rais wa nchi Mama Samia Suluhu Hassan. Cha kwanza kabisa, mimi na upungufu wa vifaa. Yaani vitendea kazi ninavyofanyia kazi bado ni duni, bado ni hafifu, vinanifanya nicheleweshe kazi kwa mteja. Lakini pia vinanifanya ule ueledi wa fika point fulani nashindwa. Inanibidi mpaka niende sehemu fulani nikafikishe ule ueledi wa fikra, kutengeneza kile kitu katika uhalisia wake, ambapo nikikuta kule kuna foleni bado kunakuwa na changamoto. Kwa mimi cha kumwambia rais wa nchi Mama Samia Suluhu Hassan kwamba anisaidie kupata vifaa au anisaidie eneo pia. Eneo bado ni dogo, na ukizingatia bado eneo langu hili sio umiliki. Eneo la mtu kanisfeva tu kwamba bwana fanyia kazi, utafanyia kazi kwa muda wako basi utaacha. Si ndio? Kwa natamani pia kupata eneo langu ambalo kampuni ya Mabilika Machinery itajieleza ikiwa kwenye eneo la kutosha, lakini pia itafanya masuala kwa mapana zaidi. Lakini kingine ambacho naweza nikamwomba mama yangu Samia Suluhu Hassan kwamba anisaidie au atusaidie wabunifu wote kwa ujumla kupunguza yale masharti mengi na masharti ambayo yametukaba zaidi kwenye hii sekta. Sisi nia yetu ni kumfikia kila mkulima mmoja, lakini kupata vile vibali vya kufanya hata majaribio katika hii sekta ya vile vitu tunavyofanya bado inakuwa changamoto, kwa maana ya kwamba bado tuko tumebana, lakini pia hatuna mitaji ya kuweza kufanya kwa mapana zaidi sana. Leo mtu atoke sehemu fulani, atoke Morogoro, atoke Mbeya, atoke Mozambiki, wapi, hata nchi jirani, aje anunue mashine ndani ya Tanzania zilizoandikwa made in Tanzania na mtengenezaji wake ni Innocent Mabilika ndani ya Mabilika Machinery. Lakini hichi kitu bado tunakikosa kwa sababu pia hata kujitangaza bado hatuna ile nafasi ya moja kwa moja kujitangaza na kuonekana. Lakini pia tunashindwa kujitangaza zaidi kwa sababu ya ukosefu wa mtambo. Unajua Watanzania wana uhitaji sana ya hivi vitu na wanahitaji kufanyiwa kila kitu ambacho wanakihitaji kufanikisha kazi zao. Lakini sasa hata ukijitangaza bado utaweza kuwahudumia kwa sababu hauna vifaa vya kutosha. Okay. Kwa mtu ambaye anatutazama sasa hivi anaweza akahisi labda Mr. Innocent huyu anaongea nini, huyu semeanda juzi tu hapa. Unaweza ukashare na sisi kama utojali, una muda gani toka umeanza mpaka sasa hivi, una muda gani kwenye game la utengenezaji wa mitambo? Kwenye game rasmi kabisa nimeingia 2021. Na maana mpaka leo nina miaka sasa 5 au 6 fulani. Kwa hiyo ni kama miaka 5 au 6 na kazi nyingi ambazo tayari nimeshazifanya na watu wanazitumia huko nje. Mtazamaji wetu wa Mlimani Media, naamini umesikiliza mambo mengi sana kutoka kwa Mr. Innocent, namna alivyoanza kutoka kwenye kufinyanga udongo, kutengeneza magari kwa kutumia udongo, akaenda kwenye maplastiki kuchomelea, lakini mpaka leo ana kampuni yake kubwa ambayo inafanya innovation ambayo inaitwa Mabilika Machinery Innovations, ambayo inafanya vizuri sana, na kuna mambo mengi ameiomba serikali iweze kumfanyia. Bila shaka viongozi ambao mnahusika katika engo ambayo yupo Mr. Innocent mtasikia kilio chake juu ya wabunifu wadogo na wakubwa ambao wanafanya mambo makubwa. Mimi hapa naitwa Ephraim Isaac Chongolo na tunaendelea kumalizia interview yetu juu ya machache na mengi ambayo tumeongelea. Mr. Innocent, narudi tena kwako. Tumeongea mambo mengi sana, lakini kuna mtu atakuona sasa hivi, lakini atataka kujua ni namna gani anaweza kukufikia, labda mfanye kazi na vitu kama hivi. Watu wakitaka kukufikia ili muweze kufanya kazi, labda wanaweza kukupatia kwa mfano? Kwanza cha kwanza nianze na vijana. Namna ya kunipata.
mimi na simu, nina namba za simu nitazitaja. Lakini pia vijana kwanza niwakaribisha. Mimi napenda vijana. Na vijana wengi ambao mimi nawapush na kuwasaidia wajue hizi kazi. Ni wale vijana wenye utabu. Sibagui jinsia. Kuna dada ambaye ninaye hapa. Hakika. Utakupa video yake utamuona. Leo haipo kwa sababu ni sababu. Okay. Kwa vijana kwanza, cha kwanza wanaweza kunifikia wakati wowote. Mimi siendeshi mitandao yangu ya kijamii, isipokuwa inaendeshwa na maafisa wa masoko na marketing. Kule sipatikani. Hawezi kutafuta mabilika akanipata mimi tukachati moja kwa moja, kwa sababu huo weledi wa kuchati na wateja wengi mara nyingi niko busy kala. Lakini pia kwa watu kama wawekezaji, watu wawekezaji naendelea kuwakaribisha ndani, waje zaidi na zaidi. Natamani kupata wawekezaji ambao tutakapokuwa tunaingia mikataba yenye mafanikio, hasa katika mikataba ambayo italenga kupushi vifaa, kupushi eneo, lakini pia kupushi soko zaidi za nje ya nchi, kwa sababu kwa Tanzania bado tumeshapokelewa na Watanzania. Na maana kulipushi sasa liende mbali zaidi ndo kitu ambacho bado. Lakini pia upatikanaji wa vifaa, yani mitambo ya kunifanya nifanye kazi kwa weledi zaidi. Kwa natamani kupata wawekezaji ambao wataweza kuwekeza upande wa vifaa, lakini pia upande wa materials, upande wa mtaji, tufanye kazi zaidi. Okay, asante sana. Na upande wa namba yangu ya simu ni 0775722136. Mtandaoni kwa yule ambaye atahitaji kuona kazi zangu ataona, lakini hatutoweza kuchat. Ataweza kuchat na marketing afisa ambao wapo kule, watamsikiliza na kumkarimu jinsi ambavyo tunahitaji. Okay, so mtu akitaka namba zako direct ya kutafuta kwenye hizo namba, tutaziandika hapa chini na kila mtu ataziona hizo alizozitaja. Okay. Tukiwa tunaelekea kufunga interview yetu, nataka nikuulize swali moja ambalo naamini kwa namna moja au nyingine unaweza ukasaidia vijana na watu wote ambao wapo kwenye hii kada. Unaweza ukamwambia nini kijana ambaye ana kipaji au anapenda sana kufanya kitu fulani, hasa katika engo ya ubunifu, lakini labda kuna changamoto ambazo zinampelekea labda yeye kwa namna moja au nyingine kukata tamaa na vitu kama hivyo? Hiyo ni swali la kwanza. Lakini swali la pili hapo utaliunganisha ni kwamba, je, kwenye ubunifu wako au kwenye harakati zako kuna kipindi ilishawahi kutokea labda ulitaka kabisa kukata tamaa na kuachana na mambo ya ubunifu ya ufundi, kwamba ukasema mimi bwana niachane nayo kabisa hayo mambo? Kijana ambaye ananisikiliza mwenye kipaji kwa muda huu, cha kwanza ni mshauri asikate tamaa. Asikate tamaa, kwa sababu kipaji ndio maisha halisi. Yani utalukaluka kwamba hapa, lakini kile kilichopo ndani ya moyo sawa. Kwa mimi nilisoma mission mpaka nakwambia nilitoka, manake nilikuwa nakaa bweni. Nilisoma na watu wengi, ila kwa sababu nilijipambanua mimi na kipaji, na mpaka leo hata nilisoma nao wanakuja kufikia kipaji walichoanza kukiona kwenye past. Lakini pia kwa kijana mwenye kipaji, mimi pia bado naendelea kukaribisha vijana wenye vipaji kunifikia moja kwa moja kwenye hiyo namba ambayo nimetaja hapa. Na maana tutashirikiana zaidi kukipushi pia kipaji. Mimi sina pesa, lakini pia sina maisha mazuri sana kivile. Mimi nina mawazo ya kuongezea pale ambapo pameshindikana. Lakini pia nina mawazo ya kupatanua pale ambapo pameshindikana katika sekta ya kipaji tu. Na maana kijana mwenye kipaji aje tushirikiane, tufanye kazi, tufanye kwa weledi. Lakini pia hata kijana asiyekuwa na kipaji kinachohusiana na masuala ya mashine na nini, ana vipaji vingine, naye asikate tamaa, afanye kwa weledi zaidi, kwa sababu hata mimi nilikatishwa tamaa na watu wengi, ila sikukata tamaa. Na mtu hata awe kama ana kipaji kingine tofauti, kunifikia mimi ni simple, na nifikia tunazungumza, lakini pia tunaangalia ni namna gani tunaweza tukatatua changamoto unazozipitia ambazo zinakufanya ukate tamaa au usifikie yale malengo ambayo yanahitaji kuyafikia. Kwa hiyo niwakaribishe vijana wote, na mimi niko kwa ajili ya kuwasaidia vijana wenye vipaji na wasiokuwa na vipaji. Wasiokuwa na vipaji nitawafundisha kazi, watajua, watafanya kama kazi. Kukamilisha mawazo ambayo ninayo. Watapata ujira, lakini pia mimi nitapata ujira.
Kwa hiyo niwakaribisha vijana wote wanaonisikiliza wasikate tamaa, lakini pia nawakaribisha tuwasiliane katika namba nilizozitaja ili tuone tunaweza kutatuaje changamoto na kukizi yale malengo ambayo tuna. Asante sana Mr. Innocent, na tumeongea vitu vingi sana na naona pia muda unaenda. Ndio. Lakini kabla sijafunga interview hii, ningetamani kukuuliza, nimekuuliza vitu vingi sana, lakini labda kuna jambo ambalo ungetamani mimi nikuulize, mimi kama binadamu kwenye setting ya maswali yangu sijakuuliza. Kwa wakati huu ningependa kukaribisha sasa kwamba kitu ambacho natamani kabisa ningekiongelea, lakini kwa namna moja au nyingine labda sikukiongelea. Kwa hiyo nakukaribisha kuweza kukiongelea sasa, kwamba bwana, ungeniuliza kwenye lengo hii pia kuna vitu nataka nitiririke ili watu wajue. Karibu sana rafiki yangu. Sawa. Lengo ambalo nilitamani kutiririka na watu wajue, mimi pia ni moja kati ya vijana ambao nimefadhiliwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Okay. Nimepewa karakana kuitumia ya chuo kikuu pale. Okay. Hapo ni Koeti. Koeti, okay. Basi Koeti imenikaribisha na imenifungulia milango kufanya kazi. Lakini pia chuo kikuu kwa ujumla kimenifungulia milango kufanya kazi nao. Pengine natamani sasa kushirikiana zaidi na chuo kikuu. Hata kielimu pia nimekwambia nilifeli, pengine niongeze. Okay. Maana hichi kipaji sasa baada ya kuwa nimekigundua, basi nikie kidogo nipate vitu, niache kutumia zaidi mitandao, na maana nitumie zaidi ujuzi wangu kabisa ule wa kuzaliwa, lakini pia kupata kwa baadhi. Kwa hiyo brother, huu utundu wote huu ni mitandaoni tu, yani kuchukua kipaji chako ukaingia mtandaoni, chukua ujuzi, fanya mambo. Yes. Kitu kingine ambacho ukikiongelea, natamani nimfikie kila mmoja. Sawa. Yani natamani nifike kwa kila mmoja ambaye alitamani na yeye anafike kama hapa, lakini anafeli. Ila kwa sababu simu ipo, natamani nimfikie kwa simu ili tufanye makubwa sana. Lakini pia natamani kujifunza zaidi na zaidi kutoka kwa yoyote na kila mtu. Okay. Yes. Na kitu cha mwisho kabisa ni kushukuru Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambacho walau nafasi yangu kinipeleka mbali. Na nitakuwepo Sabasaba mwaka huu. Kutakuwa na vitu vingi ambavyo vitakuwa ni vya kuonyesha, lakini pia kuwagawia elimu wa Tanzania kuhusiana na ninachokifanya. Watu wajifunze zaidi na kunipokea zaidi. Lakini cha mwisho ni washukuru wa Tanzania ambao wamenipokea kwenye tasnia hii ya viwanda na biashara pamoja na kilimo. Waendelee kunipa juhudi na kunisapoti zaidi ili nifike mbali zaidi. Kesho tuje tutumie injini zilizoandikwa mabadiliko. Au hata kama una wazo unatamani ulete wazo lako tulifanyie kazi, naweza nikalifanyia kazi na tukalipatia hata nafasi ya kuliita hata jina lako. Ili mradi tu ni kukamilisha mawazo ya Watanzania kufika pale ambapo walihitaji kufika. Kwa ni hicho. Asante sana. Asante sana Mr. Innocent. Mimi naitwa Ephraim Isaac Chongolo. Kwa siku ya leo unaweza ukaniita Engineer Ephraim Isaac Chongolo kwa sababu nimekuja pande hizi kukutana na Engineer Mabilika. Hii ilikuwa ni Mlimani Media na nyuma ya kamera yupo Tumpale Belam. Asanteni sana.